Nani ya baraka. Aizo natupata kutoka TikTok, natupata kutoka YouTube, kutoka Facebook. Majina yangu ni yule baba yako nabii Prophet Paul Magunguli wa kanisa la GRCI hapa Dar es Salaam, Tanzania. Ni kusalimie kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Nikwambia umebarikiwa katika jina la Yesu, kwa sababu leo ni siku ya baraka na ni siku njema kabisa. Nipende kusema kwamba Mungu amekupa neema na amekupa kibali tena cha upendeleo. Na amekupa kibali cha upendeleo kumuona baba yako nabii mtumishi wa Mungu nikiwa hewani, na nafurahi kukuona na nafurahi kusikia kwamba Mungu amekupa neema na amekupa kibali hiki kwa utukufu wa nguvu zake. Niseme Mungu akubariki sana. Tukaombe before tuendelee na kipindi chetu, maana leo ni siku ya baraka kabisa, ni siku ambayo Mungu ametupa neema. Tukaombe tumsikilize Mungu anatuelekeza nini siku ya leo. Ni siku ya kinabii, prophetic service. Yani leo ni siku ya kinabii. Kila siku tulisema kwamba siku ya Jumatano ni siku ya kinabii, na ndivyo Mungu amekuwa mwaminifu kwetu, ametukutanisha tena tukiwa salama salimini. Tukamshukuru yeye aliyetupatia neema. Wengine wako Amerika ndo wanaamka, sisi ndo jioni saa 11:04 inaingia hivyo. Sasa ndio hiyo ndo habari, ndo kazi ya Mungu bwana. Muumba anapoumba anaumba kwa upendeleo kama apendavyo yeye. Haleluya. Okay. Tukamshukuru Mungu kwa sababu ametupa neema. Baba Mungu Mwenyezi, ninakushukuru kwa sababu ya wakati na majira uliotupatia watoto wako. Niseme asante kwa sababu Mungu Mwenyezi umetukuka. Ukuu ni wako, enzi ni yako, mamlaka ni yako. Pokea sifa na utukufu kwa kuwa wewe ni baba yetu, Mungu wetu. Msikilizaji anayenisikiliza na kututazama, ikawe ni baraka kwake na ukampe mwanzo mwingine mpya. Kama nabii, Biblia inasema ampokee nabii atapata thawabu ya nabii. Baba, ninakushukuru kwa sababu mtoto huyu mtumishi wako, kijana wako, mzee wako, mwanao ataenda kiwango kingine chenye nguvu, chenye mamlaka, chenye heshima katika jina la Yesu. Namkabidhi kwako na msogeza kwako. Ni jioni ya baraka. Biblia inasema ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya kwanza, ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya pili, mpaka siku 7 zote zilipotimia. Baba, nakushukuru kwa wema wako na upendo wako. Niseme asante kwa sababu ya nafasi uliyotupatia watoto wako. Mimi na watumishi wote ambao tuko mbele zako tumenyenyekea kwa umoja na neema. Acha umoja wako udhibitishe kabisa, kwa sababu wewe ni Mungu usiyelala na haubagui watu. Wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Katika jina la Yesu na damu ya Yesu. Amen. Msikilizaji, ninakushukuru kwa sababu tuko pamoja. Unaweza kutuambia tu unatupata kutokea wapi, na Mungu atakubariki. Tunaendelea na somo letu. Tunaendelea na somo letu la mwisho wako umeamliwa. Watu wengi wao waelewi. Kuna mtu mmoja ni mtumishi wa Mungu, aliumwa. Baada ya kuumwa, kuna wahubiri walienda kumuona. Walipofika wakamwambia wewe umerogwa. Sakana isikani taarifa za kumuumiza sana. Mtu wa Mungu ni nabii, aliumwa. Sio ule ugonjwa, haukuwa mpango wa ibilisi, ilikuwa ni Mungu anamtengeneza. Hata katika kutengenezwa na Mungu, wengine wahubiri walipokuwa nafika kwake wanamwambia umerogwa. Kwa akamwambia umerogwa wewe. Wakawa naonyeshwa kabisa, na tunaona giza mbele. Lakini bado nilipofika kwa yule mtumishi akamwambia hujarogwa, Mungu anakutengeneza. Kwa hiyo yule mtumishi akasema prophet, asante sana. Kwa nini nataka kusema hivi? Kuna mtu anaweza kaja kwako. Kuna mtu anaweza kaja kwako akazungumza vitu vingi, akasema vitu vingi, akaongea mambo mengi, akatamka vitu vingi,
kumbe hajui ulichoitiwa ni nini, ulichoelekezwa ni nini na Mungu. Maelekezo ya mtu ni muhimu kuliko unavyofikiria. Mungu atupe nafasi na atupe neema ambayo ni neema ya kipekee kabisa, na upate kuelewa. Nimesema maombi wiki iliyopita, nisema maombi hana nguvu yoyote kabisa, isipokuwa maombi yanakusafirisha kwenda kwenye kile ambacho ulikuwa umekusudiwa kuwa nacho. Nataka nizungumze na mtu mwenye kampuni vitu vyake viko dormant. Ni kuhakikishia kwamba Mungu amekupa neema ya kuvuka na kufaulu. Naongea na watu ambao wako Amerika, naongea na watu ambao wako Asia, naongea na watu ambao wako Tokyo, naongea na watu ambao wako kila kona ya dunia. Nikwambia kwamba umebarikiwa, isipokuwa acha uoga. Sasa nataka nikwambie kwamba kuna watu waliomba, lakini yale maombi walioomba hawakuamini kwamba maombi yale ni kweli yamejibiwa. Hawakuamini kabisa kwamba yale maombi yamejibiwa. Naomba tuende kitabu cha Petro. Tuangalie Petro, tuangalie Petro. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12. Petro hapa alikuwa gerezani. Nasikia upako. Alikuwa gerezani. Endelea tu kutuambia kwamba tunapata kutokea wapi, na wasaidizi wangu huko kwenye mitambo watakuwa na kutumia ujumbe tu, link hizo endelea kutumia na watu wengine. Na niseme umebarikiwa katika jina la Yesu. Wow. Hallelujah. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12. Kwa tuendelea Matendo ya Mitume sura ya 12. Mstari ule uliokoka tutaanzia mstari wa 6. Lakini kabla tujafika mstari wa 6, tuanzie mstari wa 5. Petro alifanya kazi kubwa sana. Tuanzie mstari wa 5. Asema alipokwisha kumkamata akamweka gerezani. Huyo alikuwa ni Herode. Herode pia ndo aliyemuinda nani? Yesu. Ndio umeelewa hiyo? Aliyemuinda nani? Yesu. Amen. Anasema alipokwisha kumkamata akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari. Akamtia mikononi mwa askari, vikosi 4 vya askari. 4 walimlinda wakitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Mstari wa 5. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Yaani wakiwa gerezani, umeona David? Yaani wako wanaomba. Makata ya sakaraba baba. Wanaomba. Petro tunataka atoke gerezani. Unaomba upate kazi, unaomba Mungu akufanikishe kitu fulani. Imani unayo? Amen. Sikia hapa sasa. Mstari wa 6. Hata wakati Herode alipotaka usiku ule Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili. Walinzi mbele ya lango wakalinda gereza. Mstari wa 7. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamwangukia, ikamlika mle chumbani, akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi mwake. Yaani ile minyororo ikamwachia. Naongea na wewe ambao unanitazama kutokea mbali.
Sikiliza, Mungu amekupa neema, Mungu amekupa kibali cha kuwa imara, cha kuwa muombaji, lakini sikiliza kile ambacho Mungu anasema kwa ajili yako. Na kile anachosema Mungu, hiyo ndio matokeo ya kile ulichoomba. Hapa Petro ameambiwa sasa amke, minyororo yake ikamwachia. Na baada ya minyororo kumwachia, sikiliza sasa, mstari wa 8, malaika akamwambia jifunge. Yaani haya ndio matokeo sasa kwenye Matendo ya Mitume 12 mstari wa 8, haya ndio matokeo ya kile alichoomba. Umeelewa David? Hii ndio matokeo ya kile wewe unaomba sasa. Hapa ndo unapata matokeo ya kile ulichoomba. Kule wameomba, lakini sikiliza, Mungu sasa anamtoa gerezani. Hii kwa nini anamtoa? Mungu hataki, yani utukufu wa Mungu haushei, halinganishwi. Mungu halinganishwi na mwanadamu. Anasema malaika akamwambia jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia jivike nguo yako ukanifuate. My God, mstari wa 9. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alizani kwamba anaona maono. Ndivyo umesikia? Akazani ya kwamba anaona nini? Maono. Akazani kwamba anaona maono. Kumbe ndio ilikuwa kweli. Yeye mwenyewe alichokuwa nakiomba, alikuwa ni mtume wa Bwana Yesu huyu. Akafikiri sasa anaona nini? Maono. Kumbe ndio ilikuwa kweli. Sikiliza mstari wa 10. Na alipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango ule wa chuma wa kuingilia mjini, ukamfungukia wenyewe. Wakatoka nje, wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. My God, malaika akamwacha. Maana yake kile walichoomba, Biblia inasema na kanisa lilikuwa linaomba, watu walikuwa naomba. Sasa malaika akamwacha. Sasa tayari hapa, ndugu yangu huko vizuri, sasa naweza nikakuacha ukaenda zako, akashamvusha sasa. Na ukumbuke Herode ndio alikuwa anataka asubuhi yake baada ya Pasaka mtoe. Nataka kusema nini? Mungu hasaidiwi kazi. Kuna watu wengine wanaweza kusema yule bila Mungu, bila mimi hawezi kupiga hatua. Wewe ni nani? Lakini tunategemeana. Na ndio maana hata Yusufu alipoenda gerezani, alipofungwa, wale waokaji na mnyweshaji akaambia mkienda huko kwa Farao mnisemee na mimi, alipowatafasiria ndoto. Lakini sivyo. Mmoja alikuwa ameahidiwa, mmoja akamwambia kabisa katika ndoto yake kwamba wewe utauliwa, lakini wewe utarudi kwa mfalme, utaendelea na kazi yako, lakini wewe siku ya 3 kichwa chako kitaondolewa.